Asante. Your Excellency, tulikuwa kule Uasin Gishu tukiwa na waziri Nakumicha na Mheshimiwa Mboko, tulikuwakilisha kwa World Tuberculosis Day. Kwa hivyo mkiona tumechelewa, tulikuwa tumetumwa kwa kazi kule. Lakini tukasema liwe liwalo, ni lazima tuje tuungane na rais kwa sherehe ya Thanksgiving ya ndugu yetu Mheshimiwa Machogu. Kwa hivyo sitasema mengi sana kwa sababu sijui viongozi wamesema nini. Ukienda sana labda utateleza. Kwa hivyo kile tu nitahimiza ni kwamba sisi tuko imara, serikali iko shwari, na lengo letu ni kuinua uchumi wa taifa letu. Watu wa Abagusi, mumekuwa na vigogo Sagini, Nyachai, Nyamwea, Onyonka na wengine wengi, Ongeri. Hawa wote na hata kigogo mwingine Matiangi, hawa wote wamekuwa vigogo kwa sababu walishirikiana na serikali na walitambua serikali. Agenda ya kutotambua serikali ina balaa. Ile historia, ule msingi mumeweka kwa kujua serikali iko wapi na kukua kwa mstari wa mbele kuhakikisha mnachangia mambo ya kitaifa, tafadhali msiondoke kwa barabara hiyo. Sasa tuko na kigogo Machogu kwa serikali. Anasimamia elimu yote na mambo mengine. Solicitor General yuko mikononi mwenu na wengine. Tafadhali tusiteleze kwa sababu wale wengine wameshindwa kimchana, wamejaribu njia zote za kisheria, wameshindwa. Sasa unajaribu njia ambazo si za kisheria. Sasa wewe unaambia ulimwengu kwamba unataka uketi na rais wa Jamhuri ya Kenya kuzungumza vile sava zitafunguliwa. Hiyo inaweza kuwa agenda kweli? Wewe unataka uketi na rais wa Jamhuri ya Kenya, unasema unataka watu ambao walihujumu, karibu wahujumu usalama wa taifa letu kwa mambo ya uchaguzi, ati warejeshwe kwa kazi. Hiyo haiwezi kuwa agenda. Ni sheria gani utatumia? Ni fikira za aina gani? Kwa hivyo tunawaomba kwa unyenyekevu, tusimame imara, tulenge mbele, tujenge taifa letu na tumuunge rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto mkono ili udhabiti urudi katika taifa letu na uchumi uimarishwe. Asanteni sana, Mungu awabariki.